Mpendwa msikilizaji, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo, na karibu katika kipindi cha Kisima cha Uzima. Jina langu ni mchungaji Peter Mtwa kutoka katika kanisa la Kingdom Seekers Thika Road. Nina furaha kukuletea ujumbe huu wenye mada mamajuzi na nyota kutoka mashariki. Wakati huu tunaposherehekea kuzaliwa kwa Yesu, ni vizuri tupate kuelewa nafasi ambayo hawa mamajuzi na nyota kutoka mashariki walichukua katika kukamilisha maandiko. Andiko letu kuu ni kutoka katika kitabu cha Mathayo sura yake 2. Tutasoma na pia tutasoma aya zingine pale kama aya ya 10, na pia tutasoma aya yake 13 pale. Maandiko inasema kwamba Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajuzi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudu. Mpendwa msikilizaji wangu, kuzaliwa na kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo, na haswa msimu kama huu wa Krismasi tunaposherehekea, ni vizuri kuelewa ya kwamba sio siku tu tunasherehekea. Manake kwa tabia twaweza tukasherehekea na tuone tu ni siku imefika, mwaka na ule mwingine tunasherehekea. Lakini niulize, umaana wa majira haya, kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo na nyota ili ambayo walioiona hawa mamajuzi kutoka mashariki, umaana wake ni upi? Maandiko inasema ya kwamba hawa mamajuzi, kitu cha kwanza, ukisoma maandiko utaelewa ya kwamba walikuwa na hekima. Mpendwa msikilizaji wangu, hekima ya Mungu hutuwezesha, hutusaidia kuvielewa vipawa vya Mungu ambavyo vimeachiliwa katika ulimwengu wa rohoni. Walipoiona ile nyota, tafsiri naweza nikakutwalia ni kwamba waliweza kuiona nyota kipawa cha Mungu. Sijui msikilizaji wangu, msimu kama huu, umaana wa majira haya, kipawa cha Mungu kwa maisha yako kinatafsirika kwa njia gani ama kwa jinsi gani maishani mwako? Nikiongea kuhusu hawa mamajuzi, waweza ukaelewa ya kwamba walipoiona waliamua kuifuata. Hii ina maana kwamba baada ya kuelewa kipawa cha Mungu, una sababu ya kufanya uamuzi wa kukifuata. Kuna sababu ya kukifuata. Sijui kwa nini waweza kwa majira kama haya, na tunaposherehekea sikukuu hii ya Krismasi, umaana wake ukiwa ni kipawa cha Mungu, na nyota ile ilionekana mashariki ikiwa yawakilisha kipawa cha Mungu ambacho kilichoachiliwa duniani. Na ndio manake ukiangalia kwa mfano maandiko katika kitabu cha Yohana sura yake 3 aya yake 16 inaongea kuhusu kipawa cha Mungu, ambapo Yohana anasema ya kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee, awaye yote amwaminie asipotee, lakini awe na uzima wa milele. Kwa hivyo hawa mamajuzi walichokiona, ile nyota kuangaa kwake, ni kwa sababu ni kipawa cha Mungu kimeachiliwa kwa ulimwengu, na kwa awaye yote atakaye kikubatia, atakaye muamini huyu mwana wa Mungu aliyepeanwa akiwa kama kipawa, asipotee, lakini awe na uzima wa milele. Danieli sura yake 12 aya yake ya 3. Danieli anatuonyesha jinsi ambavyo wanaoongoza wengi kwa njia ya haki, jinsi ambavyo maisha yao yanavyong'aa kama nyota. Na kwa sababu Kristo kuja kwake akiwa kama kipawa cha Mungu, kuja kwake alikuja na ili kwamba aangaze kwa maisha yetu, aangaze kwa maisha ya mwanadamu. Maandiko ninapoisoma inanionyesha katika kuangaza kwake yeye mwenyewe nang'aa kama nyota. Katika kitabu cha Mathayo sura yake 2, baada ya kuzaliwa tunaona kuangaa kwake, na huu mwangaza wa nyota hii ndio unaonekana mashariki. Nao wale mamajuzi
Kando na kwamba walikuwa na hekima, kwa tafsiri nyingine twaweza tukasema walikuwa wenye hekima. Na sasa hapa kumekuja mwana wa Mungu aliyebeba hekima inayoshinda ama iliyoshinda hekima inayotawala katika ulimwengu. Na hiyo hekima ndiyo pia twaweza tukasema inafanya nyota yake iangaze. Na kuombea neema mtumishi wa Bwana, msikilizaji wangu asubuhi ya leo na msimu huu wa Krismasi, Bwana kipawa chake ambacho asema kwamba hakina machozi na hakifuati nyuma na husuni, akakifanya kiangaze. Na kwa sababu kwetu huyu aliyezaliwa, maandiko ninapoisoma yanionyesha kwamba yuakaa ndani yetu. Katika kitabu cha Yohana 17 asema kwamba kaeni ndani yangu nami nitakaa ndani yenu, na iwapo yu ndani yetu ataangaza, tutaangaa kupitia yeye. Na kuombea neema mtumishi wa Bwana, kipawa cha Mungu kikafanya ukaweza kuangaza majira haya na msimu huu wa Krismasi katika jina la Yesu Kristo. Labda tu ni kuonyeshe mambo matano ama niyataje mambo kama matano ambayo hawa mama juzi waliyazingatia ama walielewa katika kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Moja ni kwamba hawa mama juzi walielewa kusoma, na jambo lingine walielewa wakaelewa kuamini na pia kutii neno la Mungu. Wakati anapoangaa katika maisha yako, ama wakati yeye anapodhihirisha neno lake kwako, anapodhihirika katika maisha yako, sielewi ni kwa njia gani unamuelewa, sielewi ni kwa njia gani waweza ukasoma ishara, ukaelewa ishara na miujiza. Maandiko huwa inaongea kuhusu watu kama wana wa Isakari ambao waliweza kuelewa majira, walielewa wakati, walisoma, na maandiko inasema ya kwamba waliwaelekeza Waisraeli kwa njia inayofaa. Na kuombea mtumishi wa Bwana mpendwa msikilizaji wangu asubuhi ya leo na majira haya tunapojiandaa kusherehekea kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, si hii neema kama iliyotembea na hawa mama juzi ya kuelewa, ya kusoma na pia kuamini na kutii neno lake Mungu wetu ikaweza kuwa fungu lako. Jambo la pili ambalo naweza nikalitaja kufuatana ama kutokana na hawa mama juzi ni kwamba walitamani kuwa na ufafanuzi zaidi kuhusu Yesu. Ndiyo manake unaona hata baada kidogo ya kuona ni kama wamekawia, wakienda kuingia kwa Herode, kwa sababu walidhani ama waliamini kwamba huyu mfalme ambaye ni Herode yaweza akiwa mfalme na kuna nyota imeng'aa ya mfalme mwingine aweza akawa anaielewa. Lakini mpendwa msikilizaji wangu, waweza ukaelewa ama naweza nikakujuza kwamba Herode alikuwa mfalme wa ulimwengu tu, lakini Yesu alikuwa mtawala, alikuja akiwa amebeba utawala ama ufalme wa kibingu. La tatu naweza nikasema walielewa udhamana wa Kristo, na ndiyo manake hata walizibeba vipawa. Hizi vipawa ambavyo vimetajwa katika maandiko haya, kitabu cha Mathayo sura yake 2, walizobeba hawa mama juzi ni vipawa vya kuonyesha wanadhamini kipawa cha Mungu. Na kwa sababu hii hakuna jinsi ambavyo wangeweza kukizuilia hiki kipawa cha Mungu. Jambo la 4, walinyenyekea kwa ibada ya kuabudu Yesu. Maandiko inasema kwamba walipoenda pale, walipofika pale walisujudu. Jambo la 5 nikimalizia, walitii Mungu wala sio mwanadamu. Herode aliwaagiza, mkielewa mahali ambapo mtoto amezaliwa, huyu mfalme amezaliwa, baadaye mpitie kwangu, muje munijuze, munifahamishe. Na maandiko inanionyesha walipofika pale mtoto alipokuwa amezaliwa, maandiko inanionyesha kwamba Mungu akajitokeza kwao, akawatwalia tahadhari, akawaambia msipite ile njia,
muliopitia wabadilishe njia, na kwa sababu hii wakatii na kuombea neema msimu huu wa kutii sauti ya Bwana. Nataka tukaweza kuomba. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa neno lako. Asante manake majira haya na msimu huu wa Krismasi, umaana wa kuzaliwa kwako Bwana wetu Yesu Kristo utaweza kuwa dhahiri katika maisha yetu, na pia neema ulioweza kuiachilia kwa hawa mama juzi walioweza kuiona hii nyota mashariki, ndiyo neema pia hata nasi kwa wakati huu tunayoiitisha, tunayoiomba, ikaweza kufanya kazi maishani mwetu katika jina la Yesu Kristo. Tusaidie kuelewa, kusoma na kuamini, na hata pia kutii neno lako, na pia tusaidie kutamani hata pia kuwa na ufafanuzi zaidi kuhusu wewe Kristo. Tunakushukuru, tunakuabudu katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na hata kuamini. Amen. Amezaliwa, tushangilie. Amezaliwa, tushereke. Dunia yetu imepata mkombozi. Dunia yetu imepata Bwana Yesu ndiye wetu mkombozi. Wanadamu tumepata. Dunia yetu imepata mkombozi. Dunia yetu imepata. Bwana Yesu ndiye wetu mkombozi. Wanadamu tumepata. Kuzaliwa kwa Yesu, mbinguni waliimba, malaika mbinguni walishangilia. Amani duniani kwa wanadamu wote, aliyowaahidia waupate uzima. Yesu alizaliwa kwenye hori la ng'ombe. Mamajusi wa mbali walifika kumwona. Leo Yesu naomba uzaliwe moyoni, ili nipate njia ya kupata wokovu. Yesu alizaliwa kwenye hori la ng'ombe. Mamajusi wa mbali walifika kumwona. Leo Yesu naomba uzaliwe moyoni, ili nipate. Hiyo ni kwaya ya msanii na wimbo Kuzaliwa kwa Bwana, ambao umetukumbusha Bwana Yesu amezaliwa. Ni wakati wa kushangilia kwa sababu tumepata mkombozi. Ni wimbo ambao unatufikisha mwisho wa kipindi Kisima cha Uzima. Kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi Judy Mung'oli, mimi ni mchungaji Peter Mtwa kutoka kanisa la Kingdom Seekers Thika Road hapa Nairobi. Mungu akubariki na uwe na Krismasi yenye baraka tele na mwaka wenye mafanikio. Amina, amina. Mungu wetu abariki sana. Walizipata habari za Yesu amezaliwa.